Uhali gani wapenzi wasikilizaji wa Simulizi Nova? Tunaendelea na simulizi yetu pendwa ya nyumba namba 13. Ikiwa leo tunaendelea na sehemu ya pili, ambapo tulipoishia ni sehemu ambayo Adam na Amina walifika katika nyumba namba 13. Sehemu ya pili inaanzia pale pale ambapo sehemu ya kwanza imeisha, ambapo Amina na Adam waliingia katika nyumba namba 13. Walipofika walikuta mlango ukiwa wazi. Ndani hakukuwa na mtu, lakini sakafuni kulikuwa na fimbo ya Danieli, na ukutani kulikuwa na maandishi mekundu ambayo yalikuwa yameandikwa kwa damu. Kulikuwa na ujumbe mmoja tu: aliyekuja kutafuta ukweli amekuwa sehemu ya siri. Adam na Amina wakatazamana kwa hofu, bila kujua kuwa walikuwa wamechukua hatua ya kwanza kuelekea kwenye siri ambayo ingegeuza maisha yao milele. Upepo mkali ulivuma ghafla, ukaufungua mlango wa nyumba namba 13 kwa kishindo. Amina alipiga kelele na kumkumbatia Adamu. Adam, tuondoke tafadhali. Adamu alimeza mate. Mimi pia naogopa, lakini lazima tujue kilichompata Danieli. Kwa ujasiri wa kujilazimisha, Adamu aliinama na kuokota fimbo ya Danieli. Mara alipoigusa, sauti ya ajabu ikasikika. Usiamini kila unachokiona. Adamu alishtuka. Umesikia? Amina akatikisa kichwa. Nimesikia. Walitazamana kwa hofu. Ghafla hatua za miguu zilianza kusikika kutoka gorofani, lakini hakuna mtu aliyekuwa anaonekana. Adamu alishika mkono wa Amina. Tukipata nafasi ya kutoka, tukimbie. Walipoanza kuelekea mlangoni, waligundua jambo la kushangaza. Mlango ulikuwa umetoweka. Kulikuwa na ukuta mtupu. Amina alianza kulia. Hii haiwezekani. Adamu akaanza kupiga ukuta kwa nguvu. Funguka! Funguka! Hakukuwa anajibu. Wakati huo kijijini, Mama Neema alianza kuwa na wasiwasi. Mbona Adamu hajafika? Alimwambia jirani yake Mama Zawadi. Moyo wa mama haukosei. Mama Zawadi akasema kwa utani. Labda amekaa na mchumba wake. Mama Neema akutabasamu. Hapana, kuna jambo baya. Kwa upande mwingine, tajiri Kiwelu alikuwa ameketi ndani ya nyumba yake kubwa. Mbele yake kulikuwa na sanduku la zamani lililofungwa kwa kufuli nzito. Mtumishi wake akaingia. Bosi, kuna nini? Adam na Amina wameonekana wakiingia nyumba namba 13. Kiwelu alisimama kwa mshtuko. Nani aliwaruhusu? Hakuna. Uso wa Kiwelu ukabadilika. Akanong'ona. Basi muda umefika. Mtumishi akauliza. Muda wa nini? Kiwelu hakujibu. Alichukua ufunguo wa dhahabu uliokuwa umefungwa shingoni mwake. Leo siri iliyofichwa kwa miaka 25 itaanza kufunguka. Ndani ya nyumba namba 13, Adam na Amina waliendelea kutafuta njia ya kutoka. Walifika kwenye chumba kilichokuwa na makabati mengi ya vitabu. Kitabu kimoja kilianguka chenyewe. Adam alikiokota. Kwenye ukurasa wa kwanza kulikuwa na picha ya familia: mume, mke na mtoto mdogo. Amina akasema kwa mshangao. Huyu mtoto anafanana sana na wewe. Adamu akatikisa kichwa. Haiwezekani. Walipogeuza ukurasa uliofuata, waliona tarehe ya miaka 25 iliyopita. Chini yake kuliandikwa, familia ya mwisho ya nyumba namba 13. Adamu alipogeuza ukurasa mwingine, macho yake yaliganda. Kulikuwa na jina lililoandikwa kwa herufi kubwa. Mtoto Adam. Tena kiliandikwa kwa damu. Kitabu kikamdondoka mikononi. Hapana, haiwezekani. Amina naye alibaki amedua. Kabla hajapata muda wa kuzungumza, sauti nzito ilisikika nyuma yao. Karibu nyumbani mwanangu. Polepole wakageuka. Na mbele yao alisimama mzee aliyekuwa amevaa joho jeusi, huku akitabasamu kwa namna alivyowatia baridi moyoni. Adam na Amina waligeuka taratibu.
Mzee aliyekuwa amesimama mbele yao alikuwa mrefu, mwenye ndevu nyeupe zilizofika kifuani na macho aliyong'aa kana kwamba yalikuwa yanaona yaliyopita na ajayo. Hakutabasamu kwa uovu, alitabasamu kwa huzuni. Usiogope Adam. Adam alirudi nyuma hatua mbili. Wewe ni nani? Mzee akavuta pumzi ndefu. Swali sahihi si mimi ni nani. Swali wewe ni nani? Amina akamshika Adam mkono kwa nguvu. Baba, kama una jambo sema, usitufanye tuogope. Mzee akawatazama. Moyo wa msichana huyu una ujasiri kuliko wa wanaume wengi. Amina hakusema kitu. Mzee akaendelea. Naitwa Mzee Salum. Miaka 25 iliyopita nilikuwa mtunzaji wa nyumba hii. Adam akamuuliza, kama ni mtunzaji, Danieli yuko wapi? Uso wa Mzee Salum ukabadilika. Danieli alikuja kutafuta ukweli ambao hakutakiwa kuujua. Kwani amekufa? Hapana. Yuko wapi? Mahali ambapo macho ya kawaida hayawezi kuona. Adam alianza kukasirika. Unazungumza kwa mafumbo, kama unajua yuko wapi, tupeleke. Mzee Salum akamwangalia kwa makini. Hasira ni moto, ukiuwasha vibaya huunguza hata nyumba yako. Wakati huo kijijini, Rehema alikuwa amemtembelea tajiri Kiwelu. Umeniita? Ndiyo. Nina kazi gani? Kiwelu akafunga mlango. Nataka unisaidie jambo moja. Jambo gani? Watenganisha Adam na Amina. Rehema akatabasamu. Hilo linawezekana. Nikifanikiwa nitapata nini? Utapata kile utakachotamani. Rehema alikuwa akimpenda Adamu kwa siri tangu utotoni, lakini Adamu hakuwahi kumwangalia hata usoni. Ndio maana aliona hii nafasi ya pekee. Mama Neema hakulala usiku huo. Alikuwa amekaa nje ya nyumba yake akitazama njia. Mungu wangu, mlinzi wa yatima, mlinde mwanangu Adamu. Mzee Mshana alipita. Mama Neema. Na mzee. Usikate tamaa. Moyo wangu unasema Adamu yuko hai. Mzee akatikisa kichwa. Kuna siku ukweli huwa mzito kuliko kifo. Mama Neema kuelewa maana yake. Ndani ya nyumba namba 13. Mzee Salum aliwapeleka Adam na Amina kwenye chumba kidogo. Katikati ya chumba kulikuwa na kisanduku cha mbao. Kifungue. Adamu akakifungua polepole. Ndani kulikuwa na picha ya mtoto mchanga, mkufu wa fedha na barua iliyokuwa imechakaa. Barua hiyo ilikuwa imeandikwa, atakayesoma barua hii ajue kuwa mtoto huyu akibaki hai, siku moja atarudi kudai kilicho chake. Lakini kabla ya siku hiyo wengi watakufa akijaribu kuzuia ukweli. Adamu alitetemeka. Mtoto huyo ni nani? Mzee Salum akamwangalia machoni. Wewe. Amina akashika mdomo wake kwa mshangao. Adam, kabla hujazaliwa ulikuwa mrithi wa mali kubwa kuliko zote katika kijiji hiki. Adam akatikisa kichwa. Hapana, Mama Neema ni mama yangu. Mzee Salum akasema kwa upole. Ndiyo, lakini si mama aliyekuzaa. Maneno hayo yalimpiga Adam kama radi. Ghafla nje ya nyumba, sauti ya watu ilisikika. Fungueni mlango. Washa moto nyumba hiyo. Ilikuwa sauti ya tajiri Kiwelu na kundi la watu waliowalipa. Mzee Salum akavuta pumzi. Wamefika mapema kuliko nilivyotarajia. Adam akamuuliza kwa hofu. Wanatutaka kwa nini? Mzee Salum akajibu kwa sauti nzito. Kwa sababu kuanzia leo wanajua umegundua wewe ni nani. Nje ya nyumba namba 13, kundi la watu lilikuwa limekusanyika, likiwa na mienge, mapanga na marungu. Mbele yao alisimama tajiri Kiwelu. Uso wake ulikuwa umejaa hasira. Vunjeni mlango, alipaza sauti. Wanaume kadhaa wakaanza kuupiga mlango kwa magogo, lakini kila walipoupiga mlango haukuonyesha hata dalili ya kuvunjika. Mmoja wao alisema kwa hofu, huu si mlango wa kawaida. Kiwelu akajibu kwa ukali, hakuna kisichovunjika duniani. Ndani ya nyumba, Adam, Amina na Mzee Salum walisikia makelele hayo. Amina akatetemeka. Watatuua.
Mzee Salum akatikisa kichwa. Hapana, hawajaja kuwaua. Basi wamekuja kufanya nini? Wamekuja kuzuia ukweli usitoke. Adamu akamwangalia. Ni ukweli gani? Mzee Salum akakaa kwenye kiti cha zamani. Miaka 25 iliyopita, kijiji hiki kilikuwa kinaongozwa na kiongozi mmoja mwadilifu aliyeitwa Mzee Baraka. Alikuwa baba yako. Adamu aliduaa. Kiwelu alikuwa rafiki yake wa karibu, lakini tamaa ya mali ilimbadilisha. Usiku mmoja, nyumba hii ilivamiwa. Watu walidhani familia yote ilikufa, lakini mtoto mmoja aliokolewa kwa siri. Mzee Salum akamnyoshia Adamu kidole. Mtoto huyo ni wewe. Adamu alitikisa kichwa. Hapana, haiwezekani. Mzee Salum akatoa mkufu wa fedha uliokuwa ndani ya kisanduku. Ukimuonyesha Mama Neema mkufu huu, atakwambia kila kitu. Wakati huo huo, nje ya nyumba, Rehema alikuwa amefika. Alimkaribia Kiwelu. Mbona hamjaingia? Kiwelu alimkabidhi chupa ndogo. Ukiona Adamu ametoka, mpe anywe hii. Kitu gani hiki? Usiulize. Rehema alitazama chupa hiyo kwa mashaka. Hakuna mtu atakayekufa, sivyo? Kiwelu akamwangalia kwa tabasamu lisiloeleweka. Kuna mambo ambayo ni bora usiyajue. Kijijini, Mama Neema hakuweza kuvumilia tena. Alichukua taa ya mafuta na kuanza kuelekea nyumba namba 13. Majirani walimzuia. Usiende, lakini mwanangu yuko huko. Mzee Mshana akamwambia, leo usiku ukweli utafunguka. Ukifika huko utalazimika kuchagua kati ya ukweli na usalama. Mama Neema akajibu kwa machozi, mama achagui usalama wakati mtoto wake yuko hatarini. Akaendelea kutembea gizani. Ndani ya nyumba, Mzee Salum aliwasogeza Adam na Amina mbele ya ukuta mkubwa uliokuwa umefunikwa na kitambaa chekundu. Akakivuta taratibu. Nyuma yake kulikuwa na mchoro mkubwa wa familia. Adam aliushika mdomo wake. Mwanaume aliyekuwa kwenye mchoro alifanana naye kwa sura karibu kabisa. Pembeni yake alisimama mwanamke mrembo aliyembeba mtoto mchanga. Chini ya mchoro kuliandikwa, familia ya Baraka, walinzi wa nyumba namba 13. Amina akamnong'oneza Adamu, sasa unaamini? Adamu hakujibu. Machozi yalimtiririka bila kujitambua. Ghafla, boom! Mlango wa nyumba ulipasuka kwa kishindo. Moshi ukaingia ndani. Kiwelu aliingia akiwa ameongozana na wanaume 6. Akamkodolea macho Adamu, kisha akatabasamu. Hatimaye tumekutana tena. Adamu akamwangalia kwa mshangao. Kukutana tena? Lakini sijawahi kukuona. Kiwelu akasema kwa sauti nzito iliyotikisa ukumbi wote. Umewahi kuniona, ila ulikuwa mchanga sana kiasi kwamba hukumbuki usiku ambao maisha yako yalibadilishwa milele. Ukumbi mzima wa nyumba namba 13 ulitawaliwa na ukimya mzito. Adamu hakutoa jicho kwa tajiri Kiwelu. Unamaanisha nini uliposema nimewahi kukuona? Kiwelu alitabasamu kwa dharau. Miaka 25 iliyopita nilikubeba mikononi mwangu. Maneno hayo yalimfanya Adamu ashindwe hata kupumua. Amina akasimama mbele ya Adamu. Usimkaribie. Kiwelu akacheka. Msichana mdogo, mapenzi yanakufanya uwe jasiri kuliko unavyopaswa kuwa. Mzee Salum akainuka taratibu. Kiwelu, miaka yote hii bado hujabadilika. Hata wewe Salum, bado unalinda siri isiyoweza kulindwa milele. Mama Neema alikuwa akikaribia nyumba. Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Alisimama ghafla. Alisikia sauti ya Adamu. Mama! Akaanza kukimbia. Hakujali onyo la watu. Ndani ya nyumba, Kiwelu alitoa basola ndogo mfukoni. Wanaume waliokuwa naye wakashtuka. Bosi! Kiwelu akasema kwa sauti ya baridi. Leo hakuna atakayeondoka na ukweli huu. Amina akamkumbatia Adamu. Usiogope. Adamu akamwangalia. Kama nikifa? Amina akamziba mdomo. Usitamke hivyo. Mzee Salum akapiga fimbo yake chini. Mlio ulisikika nyumba nzima. Ghafla sakafu ikaanza kutikisika. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili. Nini kinafuata?